Basi kipande chetu cha mwisho hichi kwenye season 1 ya Big Boss, tunamuona bwana Clamvevo akiwa baharini. Mara ghafla akashikwa mkono, kamuona mwanadada Sala, akamwambia kwamba wewe, mimi nakujua toka siku ya kwanza nilipokuona, nilijua wewe ni mchawi na sitaki kukuua, naomba upotee hapa. Sasa mwanadada akapotea, na baadaye tunamuona Mwakatobe pamoja na Sala. Mwakatobe anamsihi kwamba usijaribu kumuua yule bwana ni hatari sana na sisi hatuwezi kumuua, kisha akaondoka. Mwanadada akabaki anashangaa. Baadaye upande wa pili tunamuona jamaa mmoja hivi akiwa anaendelea kuchana nywele pale, na yeye akiwa ni kundi moja pamoja na kina Clamvevo. Mara ghafla kitu katukuja kama anaungua pale, akaamua atoke nje na kukimbia. Mfanyakazi wake akamwambia, boss, nimeshakuandalia chai. Baadaye jamaa alikuwa ananyonya damu ya njiwa pale nje. Alikuwa ananyonya damu ya njiwa ili kupunguza ukali wa maumivu anayoyapitia. Baadaye ikabidi aende kwa mama yake, ambaye alitakiwa amtoe mama yake ndio aendeleze na kuishi vizuri na huo utajiri. Jamaa akamwambia, mama, itabidi niishi na wewe vizuri kwa hizi siku chache zilizobakia. Mamake akamwambia kwamba wewe una kichaa, unanitabilia kifo mimi. Akamwambia si hivyo mama. Akabadilisha mada pale na kuanza kujiuliza. Akamwambia kwamba mama, inabidi sisi wote tuwe wamoja hata kama nina pesa kiasi gani. Mama akalia kwa uchungu sana na mtoto wake pamoja wakalia. Ila baadaye akiwa anatoka hivi, mara akakutana na bwana Clamvevo, akamuuliza kwamba wewe mbona unatokea kwenye mitaa yangu? Akamwambia huku kuna mamangu, basi twende nikupeleke ukamuone. Wakiwa njiani, mara Clamvevo akapokea simu, akamwambia gari lao liko tayari. Clamvevo alikuwa anatakiwa aende sehemu fulani hivi ambayo ndio kijijini kwao. Akiwa kijijini kwao akafika, akakutana na jamaa mmoja hivi ambaye alishawahi kumsaidia kuhusiana na swala la ujauzito wa mke wake. Jamaa alishukuru sana Clamvevo na akamwambia, mbona ukuja kumzika mdogo wako? Clamvevo akamwambia, nimepata taarifa, ngoja nikawape pole. Ile kufika nyumbani hivi, Clamvevo akakutana na mama yake. Mama yake akiwa amekaa mlangoni akiwa na uchungu sana. Anashangaa, mwanae ni tajiri sana huko mjini, lakini anashindwaje kuja kumzika ndugu yake. Mama akiwa anaongea kwa uchungu pale, anamwambia, mwanangu Clamvevo, nimekukuza ili uje utusaidie, lakini ona unayotutendea sisi. Mama akaongea kwa uchungu, kisha akamfukuza Clamvevo na akamwambia, sitaki kukuona tena hapa, nenda kaishi na pesa zako. Nenda, pesa ndio mama yako. Clamvevo akawa anaondoka kwa uchungu huku ana huzuni. Mamake akiwa anaendelea kulia, lakini masharti ya zile pesa ni kwamba uweze ukamsaidia ndugu yako yoyote hata kama ni mama yako, ila unaweza ukawasaidia watu wengine kwa zile pesa. Clamvevo akawa anaondoka kwa uchungu kabisa, huku akiwa amemwacha mama yake na huzuni, na anamwangalia kwa jicho la huruma sana. Natamani amsaidie lakini ndio vile anashindwa. Naam, tukija upande wa pili hapa sasa tunamuona yule mama mchawi ambaye ndo mama yake na yule jamaa wetu ndugu yake Clamvevo. Mara wakatua watu watatu pale, mama akageuka, na watu hawa hawakuwa ni watu wengine bali alikuwa ni mwanae pamoja na mdada mmoja na jamaa mmoja hivyo, walikuwa wamevalia mavazi meusi, ambapo mama alishangaa akasema kwamba pamoja na uchawi wangu mimi sijawahi kuona kitu kama hicho, umekuja kufanya nini? Kijana wake akamwambia, ni muda sasa umefika mamangu. Muda wa nini? Ambao huo muda ni kwamba mama huyu alitakiwa atolewe kafara ili jamaa endelee kuishi vizuri na pesa. Basi na huo ndo mwisho wa season 1 ya Big Boss. Usisahau kusubscribe, kunifollow ili kuendelea kupata mwendelezo wake wa Big Boss season 2.